Hira TV. Dondoo za hapa na pale. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Uhali gani, habari gani wewe mwana Afrika Mashariki ambao watufuata popote pale ulipo. Sina budi ya kuwa ni mwenye furaha na bashasha zilizokuwa tele kukaribisha kwa mara nyingine katika dondoo zetu za hapa na pale. Leo nimekuja na swala zima la kuhesabu uwezo wetu wa kufikiri. Kaa chonjo, usibanduke, usinyanyuke mpaka pale nitakapotia nanga. Allah subhanahu wa ta'ala wakati akifafanua ujumbe ulioteremshwa ndani ya Qur'ani, mara kwa mara huwapa wanadamu changamoto kufikiri na kufikiri kwa kina. Mtu anashangaa jinsi hii ni tofauti na mawazo ya kawaida ambayo tunajihusisha nayo kila siku. Taratibu zetu za kufikiri hutuwezesha kufikia maamuzi, kufanya maamuzi na kutatua matatizo daima. Walakin uchunguzi wa kina wa Qur'ani inafichua kwamba maneno haya yanadokeza kwa namna ya kufikiri kwa ukali zaidi, ambayo kwa maneno ya siku hizi inaweza kulinganishwa na fikra muhimu. Tofauti kati ya aina mbili za kufikiri kwa mara na kufikiri kwa makini ni kubwa sana. Kwa madhumuni ya ufahamu wetu, hebu tuchunguze mojawapo ya ufafanuzi uliotolewa na msingi wa fikra muhimu. Fikra muhimu ni ile hali ya kufikiri juu ya somo lolote au shida ambayo mfikiriaji huboresha ubora wa fikra zake kwa kuchukua kwa ustadi miundo iliyo katika kufikiria na kuweka viwango vya kiakili juu ya hayo. Umuhimu wa kufikiri ni kujiongoza, kufikiria kwa nidhamu binafsi ambayo hujaribu kufikiri kwa kiwango cha juu cha ubora kwa njia ya usawa. Qur'ani inatetea kiwango hiki cha kufikiri kwa sababu kwa kawaida mawazo ya juu pekee haitoshi kukatiza imani ambazo watu wameshikilia kwa karne nyingi. Kwa vile kufikiri kwa kina kunawaruhusu watu kuhoji mielekeo yao ya ndani na kugundua mifumo ambayo vinginevyo wanaweza wasiweze kuiona. Fikra kama hiyo imewaruhusu wengi zaidi ya mamia ya miaka kuelewa ujumbe wa Qur'ani tukufu, na kwa hiyo kujenga upya mifumo yao ya imani na kujikita katika imani. Mistari ya Qur'ani inapanua aina hii ya kufikiri kwa kuuliza wanadamu, tazama, tafuta maarifa, tafakari na kuuliza maswali, na hatimaye kuunganisha nukta kwa kutumia uwezo wa kufikiri wa kibinadamu. Maneno mengine yanayofanana yanayotumika katika Qur'ani katika mazingira mbalimbali inaweza kutafsiriwa vyema zaidi kama kufikiri, kutafakari na kadhalika. Inaeleweka kuwa uchunguzi wa haraka na wa juu wa Qur'ani kama kutegemea tafsiri tu unabeba hatari ya ujumbe wa Mwenyezi Mungu kutoeleweka na kupotoshwa, jambo ambalo kwa bahati mbaya linaonekana kuwa kawaida kabisa leo. Zifuatazo ni baadhi ya mifano sehemu ya mistari ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja matumizi ya akili na kufikiri katika miktadha mbalimbali. Hakika katika haya ipo ishara kwa watu wanaofikiri. Sura ya 16 aya ya 69. Je, hawafikiri nafsi zao? Sura ya 30 aya ya 8. Lau kuwa tungeteremsha hii Qur'ani juu ya mlima, basi bila shaka ungeliuona ukinyenyekea, ukipasuka kwa hofu ya Mwenyezi Mungu. Na hiyo mifano tunawapigia watu ili wafikiri. Sura ya 59 aya ya 21. Inajulikana kuwa ujuzi wa kufikiri muhimu unapaswa kujifunza. Pia kuna tafiti nyingi zinazoangazia kwamba kujifunza katika ulimwengu wa sasa kunategemea zaidi habari na kunategemea kutoa majibu ambayo tayari yameshatolewa badala ya kutoa changamoto kwa watu kufikiri kwa ubunifu na kwa umakinifu ili kuwasaidia kuelewa masuala vyema, kuamua kwa akili na kutatua matatizo. Hata katika nchi iliyoendelea kiteknolojia kama vile Marekani, utafiti ulioandikwa katika kitabu kiitwacho A Draft kitaaluma, mafunzo machache kwenye kampasi za chuo, inaonyesha kwamba asilimia kubwa ya wanafunzi au kuonyesha uboreshaji wowote katika ustadi wao wa kufikiri kwa makini na kufikiri walipokuwa wakihitimu na kuingia katika maisha ya utu uzima. Ni kheri ndani ya Hira Show.
Hivi sasa tupo kwenye ulimwengu akili bandia, ulimwengu wa AI. Je, unadhani kadri teknolojia inavyoongezeka bongo zetu zitakuwa na uwezo wa kufikiri kwa makini na kwa kina? Kwa leo ni hayo tu. Nikutakie siku iliyokuwa njema na yenye mafanikio makubwa. Mimi nanyi tukutane tena nyakati nyingine biidhnillah, na sina budi ya kusema masalama.